Nikusalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa majina yangu ninaitwa Yusufu Marijani. Tulikopote mchana, niko hapa kuendelea na somo letu la kibali. Jambo ambalo mtumishi wa Mungu amelisema linalozuia kibali na ni libaya sana ni dhambi. Dhambi ni silaha kubwa ya shetani ambayo anatumia kuondoa kibali. Hata kwenye bustani ya Edeni, wakina Adam na Hawa walikuwa wana kibali cha kukaa pale, lakini tunaona alivyotenda dhambi, kile kibali kiliondoka, wakafukuzwa. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi itakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, lakini ya kupasa uishinde. Hili ni neno ambalo Mungu alikuwa anamwambia Kaini, kama ukitenda vyema hutapata kibali. Kwa hiyo tunaona kibali kinapatikana kwa kutenda matendo mema. Wewe kama utendi matendo mema unategemea kupata kibali, hicho sahau. Kibali hakiji kwa kutenda mabaya. Unavotenda matendo mema kama kusaidia watu, kusapoti huduma, kuombea wengine, Mungu anakupa kibali cha kufanya zaidi na zaidi. Lakini usipotenda mema, maana yake ni kwamba dhambi zitakujia wewe, na ukitenda dhambi unakosa kibali. Ndio maana Mungu anamwambia, kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi itakotea mlangoni. Mungu anamwambia kabisa, dhambi itamotea mlangoni. Kwa hiyo na siku zote mtu mwenye kibali ajue kwamba dhambi inamsubiri malangoni. Kuna malango mengi ambayo dhambi inamsubiri mtu. Ukiwa na kibali, kwa mfano na kibali cha kupendwa, kukubalika kazini, katika yale malango yako adui yupo, sio kwamba amenyamaza. Utakuta kuna mtu anakutafuta ugomvi kwa namna yoyote ile, atatafuta kukufarakanisha wewe na bosi wako. Unamuona mtu anakutafuta, unajaribu kumkwepa lakini hakwepeki, unamuona tu anakufuatilia, yani ni kama ametumwa vile. Ndio maana neno la Mungu linasema dhambi nayo itakotea malangoni, ya kupasa uishinde. Lakini ya kupasa uishinde. Ndio maana tunavyoendelea mbele tunaona hii dhambi ilimpelekea Kaini akaua. Kwa sababu gani? Kibali hakipatikani kwa kutenda matendo maovu. Na pia tunavyokuombea siku ya leo katika kibali, hakikisha maisha yako ni matakatifu, maisha yako yanampendeza Kristo. Huwezi kupata kibali kama unatenda mabaya. Hicho ni kuhakikishia mtumishi wa Mungu, maana kibali kinaambatana na mtu anayetenda mema. Maisha yako umejikomiti vipi na Mungu? Bwana asifiwe. Na mtu aliyeshikiliwa kibali chako kikibebwa, shetani hakuachi uzunguke. Maana kibali chako kama anakitumia yeye, lazima wewe akuweke katika kifungo fulani. Sio wote unaowaona wanaishi katika pombe, wanaoishi katika ukahaba, sio kwamba wale wamependa kuishi vile. Yale ni magereza ya kipepo ambayo wameyashikilia. Ni watu wenye kibali chao, lakini shetani amewashikilia, amewafanya waishi katika vifungo vya dhambi. Tukimwangalia katika kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 13, tunaona habari za Yusufu. Neno la Mungu linasema, ikawa walipoona ya kwamba amemwachilia nguo yake mkononi mwake, naye amekimbia nje. Biblia inatufundisha kwa habari ya Yusufu katika hichi kitabu. Ni Yusufu tunaona alikuwa ni mtu mwenye kibali. Alipata kibali akawa anaishi kwa bwana wake ambaye alikuwa ni mfalme, ambaye kipindi hicho alikuwa anaitwa Farao. Yusufu alikuwa ni mtu ambaye anatenda mema. Kibali chake, kwa sababu ya kutenda mema, kile kibali kilimpelekea yeye akaaminika, akapewa nafasi na mfalme. Pamoja na kibali, ndio maana nikasema mwanzoni, ukiwa na kibali dhambi inakusubiri malangoni, haikuachi, itakutafutia sababu. Kwa hiyo ile dhambi ilimuingia mke wa yule mfalme ambaye anaitwa Potifa, akawa anatamani kuzini na Yusufu. Kuna watu ambao wanakuja kwenye maisha yako, sio kwamba wanakupenda sana, lakini wamekuja ili kuondoa kile kibali ambacho kipo. Kwa hiyo ndugu yangu unayenisikiliza, jiangalie, au marafiki wanaokuzunguka ni watu wa aina gani? Je, wanasababisha wewe kupata kibali au kuondoa kibali kilichoko kwako? Huwezi kutembea na waizi alafu kasema wewe umeokoka unampenda Yesu. Hapana, utakuwa unatania. Au huwezi kumkuta mchungaji yuko vijiweni anapiga story na wale wafuta bangi, anamwambia mnaendeleaje nini. Hapana, hicho ni kitu ambacho hakipo.
Maana Mungu kama amekuita kama mtumishi, atakupa watumishi ambao mtaendana nao. Ndio kibali kinavyoenda hivyo. Angalia watu wa aina yako ni watu wa aina gani. Unalia kila siku unasema mtaji haupo. Yani unalalamika tu unasema nimekosa kibali kwenye biashara, nimekosa kibali kwenye interview. Uangalie wale nature ya wale watu wanaokuzunguka. Neno la Mungu linasema, ikawa alipoona kwamba ameachilia nguo mikononi mwake, naye akakimbia nje, akawaita watu wa nyumbani mwake, akasema nao akinena, angalieni, ametuletea mtu Mwebrania akatufanyia dhiaka, ameingia kwangu ili alale nami, nikalia kwa sauti kuu. Hapa tunaona mke wa Potifa baada ya kuachiwa na Yusufu ile nguo, anatengeneza mashtaka. Katika ulimwengu wa roho kuna watu ambao wameshikilia vitu vyetu, wameshikilia vitu vyako, na vile vitu katika ufalme wa giza wanapeleka kama mashtaka ya wewe kukamatwa, kutiwa gerezani. Tunaona Yusufu anachonganishwa na bwana wake kwa kitendo cha kuacha ile nguo, na ile nguo aliacha kwa ajili ya kukimbia ile dhambi. Ndiyo, ile nguo, kitendo cha kuwa mikononi mwa adui ilileta balaa, ambapo anaenda kutengeneza mikononi mwa shetani, anatengeneza lile balaa ambayo Yusufu atakuja kukamatwa. Swali la kujiuliza, wewe vitu vyako umeviacha mikononi mwa nani? Mtu unakuta umeoa, lakini pesa zako unapeleka nje kwa wanawake wengine, wanashikilia vitu vyako. Wengine mna nguo kule, mna nguo kabisa mmeziacha kule, mnafuliwa na wale wanawake wa nje. Zile nguo zako unakuta kuna vifungo ambavyo unajifungia, kuna vibali ambavyo unavikosa katika ulimwengu wa roho. Tunavyoenda kuvunja, ni lazima uache hizi dhambi. Neno la Mungu linasema, ikawa aliposikia ya kuwa nimepaza sauti yangu na kulia, aliachia nguo yake kwangu, akakimbia kutoka nje. Basi akaiweka ile nguo kwake hata bwana wake aje nyumbani, naye akamwambia maneno hayo akisema, yule mtumwa Mwebrania uliyemleta kwetu aliingia kwangu anidhihaki. Ikawa nilipopaza sauti yangu nikalia, akaiacha nguo yake kwangu, akakimbia nje. Ikawa bwana wake aliposikia maneno hayo, mkewe aliyomwambia akisema, mtumwa wake amenitendea mambo kama haya, hasira yake ikawaka. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba Yusufu anachukiwa na bwana wake baada ya yeye kuchongewa na Potifa kwa huyo bwana wake. Ndio maana Yusufu tunaona anachukiwa na yule bwana wake, anaingia hasira, anamkamata Yusufu. Kuna watu wengine wamefarakanishwa mahusiano yao na Mungu kwa sababu ya hati ya mashtaka inayopelekwa mbele za Mungu. Jiulize, ni vitu gani ambavyo umeviacha katika ufalme wa giza? Katika maombi haya kukomboa kibali, lazima ujue ni vitu gani viko mikononi mwa adui. Usiku wa leo vikaende kurejeshwa. Vinaporudi, vinarudi na kibali chako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Neno la Mungu linasema katika Mwanzo 39 mstari wa 20, bwana wake akamtoa Yusufu akamtia gerezani, mahali palipofungwa wafungwa wa wafalme, naye akawemo humo gerezani. Kwa hiyo tunaona Yusufu baada ya kushtakiwa, kibali chake kinaondoka. Na nilisema kibali cha mtu akiondoki vivi, lazima yule mtu atatiwa katika kifungo fulani. Kwa hiyo Yusufu tunaona kwamba naye anawekwa gerezani, na kule gerezani anakutana na wafungwa wengine. Kwa hiyo na wewe haujajua upo katika gereza gani ambalo shetani amekuweka, na hilo gereza utakalokuwepo hautakuwa peke yako, kutakuwa kuna wafungwa wengine. Kwa mfano, watu ambao wako katika gereza la ulevi, ukiwaangalia marafiki zake wote wako katika hilo gereza ni walevi. Huwezi kumkuta mtu mlevi anatembea na mtu aliyeokoka, atatembea na watu wa gereza lake. Watanunuliana pombe, watanunuliana sigara. Kwa sababu gani? Wote wako gereza moja. Kwa hiyo Biblia inatuonyesha kwamba Yusufu alivyotiwa gerezani akakutana na wafungwa ambao wako humo gerezani, wakaambatana naye. Neno la Mungu linasema, lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa wakuu wa gereza. Tunaona Mungu alikuwa hajamwacha Yusufu kwa sababu Yusufu alikuwa anatenda mema, na kibali cha mtu kinaambatana na mtu kutenda mema. Adui hawezi kuondoa kibali chako kama unatenda mema. Kama unaona umekosa kibali, unaomba kazi unakosa, jiulize ni wapi ambapo shetani amepata uhalali.
lazima tuupige huo uhalali usiku wa leo kwa jina la Yesu, ili uachie kibali chako, uchomoke katika hayo magereza. Neno la Bwana linasema, mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa. Nami ninakwambia siku ya leo, usiku wa leo, lazima Bwana atawatia wale wafungwa mikononi mwako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Maana Yusufu aliekewa wale watu waliokuwa gerezani mwake, akawekewa chini yake, akawa anawatawala, ambao kwa lugha ya gerezani kuna wale wanaitwa manyampala. Ni wale watu waliopata upendeleo katika gereza. Neno la Mungu linasema, wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililokuwako mkononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja na Yusufu. Kwa hiyo usiku wa leo, yamkini ndugu yangu umekosa kibali kwa sababu Bwana yuko mbali na wewe, kwa sababu matendo yako yalikuwa hayampendezi Mungu. Tunavyoenda kuomba maombi haya, ni nafasi yako wewe uliyepotea, wewe vitu vyako ulivyoviacha mikononi mwa adui, ukavirejeshe mikononi mwa Bwana, ukatubu, ukageuke. Bwana anataka utubu, akurejeshe kibali. Maana ukiwa na kibali, shetani hajalishi ni wapi atakupitisha. Bwana akiwa pamoja nawe, kibali chako kitarejea tu. Usiku wa leo tunakwenda katika maombi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa tunaomba maombi ya mtu mmoja mmoja kutokana na ulichojifunza. Kama kuna eneo ambalo unahisi umeshikiliwa na nguvu za giza kwa kupitia hapa, naomba ukomenti, nasi tutakuweka mbele za Mungu kwa ajili ya maombi. Karibuni sana. Naona hapa kuna Lorini Ogola, anaomba kila dhambi kwa maisha yake ambazo zinazuia kibali cha Mungu katika maisha yake. Twende mbele za Mungu, Lorini, tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme wa Mungu aliye hai, ninasema asante Mungu kwa ajili ya usiku wa leo Bwana. Tazama mwanao Lorini Bwana amekuja mbele zako, mfalme wa amani. Ameomba toba na rehema kwa ajili ya dhambi ambazo zinazuia maisha yake Bwana, zinazozuia kibali katika maisha yake. Bwana Yesu, ninajua dhambi ni roho, na mimi ninaisemesha hiyo roho ya dhambi ikamwachie Lorini kwa jina la Yesu Kristo. Kila dhambi ya siri iliyojificha ndani ya Lorini, kwa jina la Yesu Kristo ikapigwe, ikamwachie katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia damu ya Yesu ikapite ndani ya maisha ya Lorini. Acha damu ya Yesu ikamsafishe, damu ya Yesu ipite imsafishe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu pita ndani ya Lorini Bwana, pita ukamsafishe mtumishi wako katika jina la Yesu Kristo. Kila dhambi ya siri Bwana iliyojificha ndani ya Lorini ikapite damu ya Yesu, ikapite damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Damu ya Yesu ipite ndani ya Lorini katika jina la Yesu. Acha hiyo damu ya Yesu ipite msafishe. Ninavunja kila madhabahu za siri, kila madhabahu zinazoleta dhambi kwa jina la Yesu Kristo. Ninaikemea hiyo dhambi, ninaipiga kwa jina la Yesu Kristo. Oh, rapa yandererebosiki ribo shandererebosaka. Bwana ukampe Lorini moyo wa kutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, ninamleta Julie Ngongo mbele zako, mfalme wa amani. Anaomba kibali mbele zako Bwana. Bwana, ninaomba ukawachie kibali kama vile ulivyoachia kibali cha Esther Bwana. Ninaomba ukawachie kibali mbele zako Bwana katika jina la Yesu. Akapate kibali. Kila nguvu za giza zilizokamata uchumi wake, nguvu za giza zilizokamata kibali kwa mumewe, kila nguvu za giza zilizokamata kibali kwenye ndoa, zikapigwe kwa jina la Yesu. Ninaachilia kibali popote walipokificha kwa jina la Yesu Kristo. Acha huo moto upite ukarejeshe kibali. Adui yule kamata kibali cha mtu huyo, Bwana Yesu, ninaachilia nguvu yako. Ninapiga nguvu za giza zilizokamata kibali cha Julie Ngongo kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Bwana Yesu, ninamleta nuru mbele zako. Bwana Yesu, ninakusihi mfalme wa amani. Mungu, ninaomba ukampe uponyaji nuru kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho
roho za magonjwa zikapigwe kwa jina la Yesu. Ninakemea kila ugonjwa kila namna kwa jina la Yesu, maana afya ni kibali. Kila mapepo lokamata kibali cha huyu Nuru, yololeta roho ya magonjwa wakapigwe kwa jina la Yesu. Ninaachilia moto wa Yesu Kristo juu ya Nuru, moto wa Yesu kapite kila magonjwa yote, roho za magonjwa ninazinyima kibali kwenye uwa mwili, zikapigwe kwa jina la Yesu Kristo, zikapigwe kwa mamlaka jina la Yesu. In the mighty name of Jesus, pokea roho ya uponyaji, pokea roho ya uponyaji kwa jina la Yesu Kristo, pokea roho ya uponyaji kwa jina la Yesu, ukapone kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, ninasema asante Bwana, asante kwa ajili ya jini ni mbona, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, achilia kibali chako Bwana, achilia juu ya watoto wake Bwana, ambaye ni Lydia, Junior na Penina, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, achilia kibali chako. Kila nguvu za giza Bwana zilizokamata kibali juu ya watoto wake, zilizokamata kibali juu yake Bwana, ninaachilia nguvu yako, hizo roho za giza zikapigwe kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, pita kama moto, pita kama moto Bwana, achilia kibali juu ya watu wako Bwana, achilia kibali juu ya Fenila Bwana, achilia kibali chako juu ya Fenila Liliani Bwana. Mungu, ninakusihi ukamsaidia akaacha hizo dhambi za kujirudia Bwana, na roho za kusahau ndoto na kupoteza kumbukumbu, kila dhambi iliyokamata maisha ya huyu Penina Bwana, ninaachilia moto wa Yesu Kristo, ninaachilia moto wa Yesu Kristo, ninaachilia moto wa Yesu Kristo, hizo dhambi, hizo dhambi, hizo kamba za mauti, maana dhambi ni zimeshikiliwa na nguvu za giza. Kwa jina la Yesu, ninapiga hiyo mizizi ya dhambi, ninapiga imwachie, ninapiga imwachie. Bwana akakupe neema ya kuishi maisha matakatifu, Bwana akakupe kibali cha kuishi maisha matakatifu. Ninapiga roho za dhambi, ninapiga kwa jina la Yesu Kristo. Oh, rapa yandererebosiki ribo shandererebosaka. Bwana Yesu, ninamleta Mwajuma Kiza mbele zako kwa jina la Yesu Kristo. Kila nguvu za giza zilizomshika kwa kupitia jina lake, Bwana Yesu, ninakusihi ukampe neema ya kubadilisha jina, ukampe jina jipya Bwana, ukampe jina lenye kibali, ukampe jina lenye kibali kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, pita juu ya mtumishi wako Mwajuma popote anaposikia Bwana, ukampe kibali Bwana, ukamfungue, ukampe neema yako kwa jina la Yesu Kristo, ukampe jina jipya kwa jina la Yesu Kristo. Oh, rapa yandererebosiki ribo shandererebosaka. Bwana Yesu, ninamleta Lucy Kapinga. Mungu, ninakusihi ukamponye na roho ya kansa kwa jina la Yesu, na roho za mauti Bwana Yesu, hizo roho za mauti zilizoweka juu yake ninazipiga kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, kainue wito wake kwa jina la Yesu. Hizo roho za kansa zinaenda kupigwa juu ya Lucy Kapinga, ninazipiga popote zilipo, by force by fire. Ninaachilia moto wa Yesu Kristo, moto kakaushe hizo roho za kansa kwa jina la Yesu. Oh, rapa yandererebosiki ribo shandererebosaka rapa sata yandarabasiki. We roho ya kansa, ninakutisha, ninakuapisha kwa moto lao. Toka mwachie Lucy Kapinga, toka mwachie. Moto wa Yesu unatembea, moto wa Yesu unatembea, moto wa Yesu unatembea kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, ninamleta Jeni Bwana, ninamleta Jeni ni mbona mbele zako. Mungu, ninakusihi Bwana ukafute dhambi zake alizozitenda, ukampe nguvu na uwezo wa kushinda dhambi kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho ya dhambi inamnyemelea, iwe ni dhambi ya asili, iwe ni dhambi za mababu, kwa jina la Yesu Kristo ninapiga roho ya dhambi, ninapiga roho ya dhambi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninapiga hiyo roho ya dhambi. Oh, rapa yanderebosi ribo shandererebosaka rapa sata yandarabasika ribo sikiri ribo shandererebosaka. Bwana Yesu, ninasema asante kwa ajili ya Messi, asante Bwana kwa ajili ya Messi Nyawira. Bwana Yesu, ninamleta mbele zako Bwana, ninaomba ukamrehemu Bwana, msamehe Bwana, yarehemu maisha yake Bwana, gusa watoto wake na familia yake Bwana, ukatakase familia yake, achilia ukombozi katika familia yake, achilia kibali katika familia
familia yake kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, achilia neema yako juu yake, ukampe nguvu ya maombi, ukampe nguvu ya kuomba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu, ninasema asante kwa ajili ya Vumilia Wambura. Bwana, ninakusihi ukampe kibali chako Bwana kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya kukataliwa aliyovishwa ninaipiga kwa jina la Yesu, ninaipiga kwa jina la Yesu, ikamwachie kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, ukampe nguvu ya maombi na kusoma neno kwa imani. Kila roho ya uvivu ninaipiga kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya uvivu wa kusoma neno ikapigwe usiku wa leo, ikapigwe kwa jina la Yesu. Hayo magereza yaliyokuweka yakapigwe kwa jina la Yesu Kristo. Rapasata yanderebosike. Bwana Yesu, mguso ya Vumilia. Bwana, ukampe roho ya uvumilivu kama jina lake. Bwana, ukampe nguvu ya uvumilivu. Hiyo roho ya kukataliwa ninaifuta kwa damu ya Yesu, ninaifuta kwa damu ya Yesu, ninaifuta kwa damu ya Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya Joyce Isaka. Bwana, ninamleta mikononi mwako Bwana. Ninakusihi Mfalme wa amani, ukamsafishe Joyce Isaka Bwana, ukampe mawazo mazuri Bwana, ukamfutie mawazo mabaya Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, katika jina lako Yesu. Mungu, kila roho ya dhambi inayomtesa Bwana Yesu, hiyo dhambi inazuia nguvu za Mungu, ikapigwe kwa jina la Yesu, ikapigwe kwa jina la Yesu. Kila roho ya kukataliwa, roho ya kukosa kibali Bwana Yesu, ikapigwe kwa jina la Yesu, ikapigike kwa jina la Yesu. Na roho nyingine Bwana, iwe ni roho za magonjwa, iwe ni roho za mizimu, iwe ni madhabahu za familia, kwa jina la Yesu, by force by fire, nina command hizo roho zikamwachie. Ninaachilia moto wa Yesu, maana imeandikwa kwa kupigwa kwake sisi tumepona, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yesu amepigwa kwa ajili yetu, kwa jina la Yesu. Hiyo dhambi ikafutwe kwa damu ya Yesu, maana damu ya Yesu inafuta dhambi, damu ya Yesu inafuta dhambi. Acha damu ya Yesu ipite, acha nguvu za Mungu zikutembelee, acha nguvu za Mungu zikutembelee. Kutana na Bwana katika maisha yako, kutana na Bwana katika maisha yako. Hiyo roho ya kukataliwa, roho ya kukosa kibali, ikapigwe kwa jina la Yesu, ikapigwe kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninasema asante Bwana, asante kwa ajili ya Evelini Bwana. Ninakusihi Bwana, ukamjaze Roho yako Mtakatifu, ukamwongoze katika kila jambo, ukawe katika kiongozi wake Bwana, ukawe kiongozi wake, akawe mfuasi wako Bwana. Msaidie akaishi maisha matakatifu Bwana, ukamwondolee dhambi Bwana inayojirudia katika jina la Yesu Bwana. Mfunike Evelini kwa moto ulao, mfunike Evelini Bwana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rapa yanda rabasike ribo sikiri ribo shande rebo saka yanda rabasika ribo shande rebo saka. Bwana Yesu, mkumbuke Joyce Isaka, kila roho ya kurudi kijijini Bwana kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya kurudisha vijijini kwa kupitia ndoto, ndoto za kimadhabahu, ndoto za kiukoo, zikapigwe kwa jina la Yesu, ikapigwe kwa jina la Yesu. Ndoto za kuota mababu na mabebe, mamezimu ya ukoo, yakapigwe kwa jina la Yesu. Ninatangaza kwa kupitia maombi haya, yamepigwa na yameshindwa, hayatarudi tena kwa jina la Yesu, hayatarudi tena kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu Bwana, ninakusihi Mfalme wa amani, ukamlete Glory Bwana mbele zako. Mungu, ninamsogeza Glory mbele zako, Glory wa Yesu Bwana. Mungu, ninaomba ukamkumbuke Bwana, ukamtoe kwenye roho ya kukataliwa Bwana Yesu. Kila roho ya kukataliwa ninaifuta kwa jina la Yesu Bwana, ukampe kibali, akakubalike Bwana machoni pako na machoni pa wanadamu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, mtenge na chochote kinachozuia mapenzi yako katika maisha yake Bwana, ukamsafishe Bwana, ukamsafishe kwa damu yako Yesu, kwa damu yako Yesu. Rapa yanda rabasiki ribo siki ribo shandere ribo saka. Bwana Yesu, ninamleta Lydia Njau mbele zako Mungu, ninakusihi ukamwokoe Bwana mume wake na watoto wake na ndugu zake Bwana. Achilia ukombozi wako, achilia ukombozi wako Bwana. Ninatuma malaika zako Bwana, wakamkomboe Lydia Njau kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo.
Kristo, damu ya Yesu kaleta ukombozi kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya Fanela, asante kwa ajili ya Fanela Liliani Bwana. Ninakusihi ukampe kibali kwa mume wake, na mume wake Bwana ukamfungulie malango ya ajira, akapate kazi Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Uko kazini Bwana, akapate kibali kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, achilia kibali katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Bwana Yesu, ninamleta Faith mbele zako, ninamleta Faith J Chalika katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ukafichue chochote kilichoko ndani yake kinachozuia kibali, kikapigwe kwa jina la Yesu, kikapigwe kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, kampe kibali katika maisha yake, ukatembee naye Bwana, ukamwongoze katika njia zako, akatembee pamoja na Roho yako Mtakatifu. Faith, pokea nguvu ya Roho Mtakatifu, pokea nguvu ya kibali kwa jina la Yesu, ukapokee kwa imani kama lilivyo jina lako katika jina la Yesu Kristo. Bwana akakukumbuke katika maombi haya usiku wa leo. Bwana anakwenda kufanya muujiza mpya kwa jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya Cecilia Antoni. Bwana Yesu, ninakusihi Mungu ukampe kibali chako Bwana, ukampe kibali cha maombi, ukamwinue akawe na roho ya maombi. Wewe roho ya maombi ukaingia ndani ya Cecilia, ingia ukapenye katika mifupa, ukapenye ndani ya moyo, ukampe kiu na mzigo wa kuomba kwa jina la Yesu Kristo. Oh, rapa ya norobosiki ribo shandererebo saka rapa sata ya narabasiki ribo shandererebo saka. Bwana Yesu, kamguse Glory, kumbuka afya yake Bwana, ukampe kibali cha afya. Ninapiga roho za magonjwa kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu mkomboke kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu, ninamleta Rebeka mbele zako, ninamleta Rebeka Hosea Bwana. Ninakusihi Bwana ukamfuatilie na nguvu zako Bwana, kila maneno mabaya yanayomfuatilia katika ulimwengu wa roho, yaliyonenwa, maneno ya laana, maneno ya mikosi, ninayafuta kwa damu ya Yesu, ninafuta kwa damu ya Yesu. Ninakutamkia baraka, baraka zitambatana na wewe. Ninatamka ya kwamba Rebeka Bwana atawabariki wakubarikio, na atawalaani wakulaaniwa wewe kwa jina la Yesu Kristo. Utatembea na baraka ya Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, ninakusihi ukaguse watoto wake Rebeka kwa jina la Yesu. Gusa wazazi wake, gusa wakapate kibali. Oh, rapa ya ndererebo siki ribo shandererebo saka. Bwana mkumbuke Rieti Bwana, achilia kibali chako katika afya yake, mpe afya njema kiroho na kimwili. Gusa watoto wake Bwana katika jina la Yesu Kristo. Oh, rapa sata ya ndarabasiki ribo siki ribo shandererebo saka. Bwana mguse Susana Bwana, mguse ukamwondolee dhambi za asili Bwana Yesu zinazomwondolea kibali katika ndoa yake Bwana. Mguse, gusa uchumi wake, gusa mume wake Bwana, akapate kibali na watoto wake wapate kibali katika maisha yao katika jina la Yesu. Kila roho juu ya Joy zikapigwe kwa jina la Yesu usiku wa leo Bwana, zikatandikwe kwa jina la Yesu. Oh, rapa ya ndarabasiki, zikapigwe hizo roho kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Bwana Yesu, ninamleta Neli Debora. Mungu, ninakusihi gusa familia Neli Debora, ikakombolewe ikamjue Yesu kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya ukombozi Bwana, kibali cha kumjua Yesu, wakapata kibali cha kufahamu wewe kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, ninamleta Yunike Pesa, ninamleta mbele zako Bwana, ukamfungulie Bwana kibali cha kudumu katika jina la Yesu Kristo. Mungu, ninakusihi maumivu ya jointi zake zikamwondokee kwa jina la Yesu. Yunike Pesa, shika miguu yako tuombee hizo jointi katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka uzima katika hizo joint, ninatamka kibali zikapone kwa jina la Yesu. Katika maombi haya nguvu za Bwana zikakutamie, nguvu ya Roho Mtakatifu ikapite katika mifupa, hizo joint zikanyoke, hayo maumivu yakapone kwa jina la Yesu. Nitakapomaliza maombi haya, hakika ukatembee ukashuhudie matendo makuu ya Bwana kwa jina la Yesu. Yao maumivu ya joint ninakusemesha kwa jina la Yesu,
Kristo, toka uachie, toka uachie. Nami ninasimama kama vile Petro na Yohana nikisema, sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu, simama na uende, hizo jointi zako zikapokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, pita kwa mponye kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu, ninakusihi Bwana, unamleta Caroline mbele zako, ninamleta Caroline Mkatha mbele zako Bwana, ukampe kibali katika huduma yake Bwana, ukampe neema, ukamkuze katika huduma yake Bwana, ukampe roho ya unyenyekevu ili kusudi ukaweze kumuinua Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, mkumbuke Bwana, ninamleta Jacqueline Julius mbele zako Bwana Yesu, ninakusihi rejesha kibali chake popote kilipofungwa na giza, popote kilipofungwa na mapepo, nguvu za giza wanazotumia kibali chake, kwa jina la Yesu Kristo zikapigwe, kwa jina la Yesu Kristo zikapigwe. Ninaachilia moto wa Yesu Kristo wa Nazareti. Oh, rapa yanda rabasiki ribosiki riboshani ribosaka. Bwana Yesu, ninamleta Evelini Kilimba mbele zako katika jina la Yesu. Bwana Yesu, hiyo dhambi ya mawazo ninatisha kwa jina la Yesu, maana Bwana umesema silaha za Mungu wetu zina uwezo hata kuangusha ngome na kuziteka fikra zote za mawazo zimtii Kristo. Hiyo dhambi ya mawazo ninaiteka, ninaitisha kwa Kristo, ikuachie kwa jina la Yesu, ikuachie kwa jina la Yesu. Roho ya uchungu na kushindwa kuachilia Bwana akakugange huo moyo wako Bwana, akauponde kwa moyo wako huo Bwana, akauponde ili neno likapite moyoni mwako, likakufinyange moyo wa nyama, ukondoe moyo wa jiwe. Operation ya Bwana inapita, operation ya Bwana inapita. Oh, rapa yanderebosiki ribo shanderebosaka. Bwana, ukamkumbushe kutoa malimbuko kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Bwana Yesu, ninakusihi Bwana, mkumbuke Cecilia Antoni Bwana, mpe kibali cha uzazi katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu, gusa uzazi wake Bwana, kila kibali kilichoibiwa katika uzazi wake ninaachilia moto wa Yesu Kristo, ninaachilia moto wa Yesu Kristo, moto kapite Bwana kwenye uzazi wake katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu, ninamleta neema safi Bwana Yesu, ninakusihi mkumbuke Miriamu Malanga Bwana, ukamsaidie Bwana ashinde dhambi aina yoyote Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, achilia neema yako kwa damu yako Bwana, pita Bwana juu ya neema safi, mpe nguvu ya kushinda dhambi, maana Bwana neema yako inawezesha. Mpe roho Bwana ya maombi kusudi akaweze kushinda dhambi, kama vile ulivyoandika, ombeni msije mkaingia majaribuni. Bwana Yesu, umsaidie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu, ninamleta Upendo Edward Bwana, ninakusihi Bwana ukampe kibali cha kutembea na Roho Mtakatifu na familia yake iokolewe na roho ya uasi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu, kumbuka familia ya Upendo katika jina la Yesu, kama vile anavyosema Yoshua, mimi na familia yangu tutamtumikia Bwana. Tazama Bwana, Upendo anakuwa na upendo katika familia yake kama lilivyokuwa jina lake Bwana. Ninakusihi Upendo Bwana ukasambae Bwana, achilia kibali Bwana, wakaishi maisha ya utakatifu, wakaishi maisha ya wokovu Bwana. Mkumbuke Upendo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Oh, rapa yanda rabasiki Bwana, mkumbuke Oliver Chris Bwana Yesu, kamtenge na madhabahu za familia kwa jina la Yesu. Hizo madhabahu za familia zinazozuia nguvu ya maombi unatengwa nazo kwa jina la Yesu, maana imeandikwa, naye Kristo alituhamisha akakututoa katika ufalme wa giza akatupeleka katika ufalme wa mwana wa pendo lake kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, ninakusihi Bwana ukampe neema ya maombi katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, pita ndani yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. In the mighty name of Jesus. Roho Bwana pita ndani yake katika jina la Yesu wa Nazareti.